Expect nothing short of magic on the 31st of May here in Nairobi, because for the first time Bien and Alikiba watakuwa na perform their anthem ya East Africa finale. And unajua ni time yenye sisi fans wa Arsenal tuna enjoy every moment of it bwana. Hii ngoma imekuja at the right time. Tunashinda ligi 2, trophy 2, EPL na Champions League. But do we say, just imagine Alikiba, King Kiba na Bien wakikutana for the first time kuperform hit song for the first time, same stage with a live band. Hey. Yes sir, itakuwa ni noma hii. That's what's up. So according to hii posters you can see hapo on the 31st of March, hii end month itakuwa on a Sunday. King Kiba and Bien watakuwa nakutana kwa stage, wataperform ngoma yao hii finale, the biggest song in East Africa. Actually, as we speak now, this is the East African anthem finale. So watapatana hapo, One Queen Three Kings concert, na ni ngoma ni show yenye ita include pia Grammy Award winner Kak Walam pamoja na Karen White. So itakuwa ni a night of a kind pale Sarit Expo Center. I can't wait for the first time nione King Kiba na Bien wakiperform hit song yao, amazing sana. Another thing that is trending ni hii hapa. Hii ni story yenye ilikuwa imeanza kuspread pale kwa X or Twitter if you like. Unajua Jemo Desina alikuwa amefanya skit ingine hapo jana, na hii skit kaenda viral, lakini watu wakaanza kuongea vitu flani. So in case you don't know what I'm talking about, ilikuwa ni hii video hapa. Yes, so unaona the video hapo, na ilikuwa ni skit ambayo alikuwa amemake hapo, watu wakaanza kama itamletea shida kutoka hizo hapo. Kusema ground hainisikii. Mimi nasikiza ground ama namna gani? Asubuhi na mapema. Yeah, so kumekuwa na hizo rumors, watu walikuwa nasema anatafutwa, na Jemo mwenyewe ameposti kwa Insta story. Anasema mbona askari wananitafuta, na hiyo ilikuwa ni comedy tu. Napigiwa simu na namba zisizojulikana wakisema wao ni DCI na wanataka niende DCI headquarters kwa interrogation kwa sababu ya kuiga na kumdharau rais. Jameni, kosa yangu iko wapi? That's Jemo Desina amesema hapa hivi. Allegedly ilikuwa inasemekana amesema, lakini amekuja akarefute hizo rumors na kusema don't spread, the government promised to support a creative economy. I'm here as an example to represent Kenya internationally. Kwa hivyo amedispel those rumors that alikuwa anatafutwa na DCI. So get the facts right. There's nothing like that, na anaendelea na kazi zake hapo. On to another one. Prince Indah ameemerge as the number one the top artist kwa matters views za YouTube. Emerge top. Number 2 ni Toxic Lyrically, and then number 3 Bien. Wote tunajua hawa ni wasanii wenye hawajakuwa na content mingi sana. That is why hata watu compare na hizi namba zingine zenye naona pia Diamond akiwa number 1 overall artists wenye wameangaliwa sana YouTube Kenya, Diamond, Mbosso, Harmonize, Mario and Vybz Kartel. Watu waweka kwa hii category pia sio fair. Ukiangalia hata content zao, YouTube zao, let me just give you some numbers here. Prince Indah ukiangalia YouTube yake amesha post 92 videos, total number of videos zenye amepost. Unaona? Alafu amejoin in let me show you here. Prince Indah amejoin YouTube in 2016 as you can see hapo. Kwa hivyo uwezi ukajudge sana hapo, na amepost 92 videos. When you come to kwa Bien, tunajua tu ameanza solo career yake just 3 years ago, na videos amepost so far ni 74 videos. You see? So hata ukisema apate views nyingi kama kina Diamond, hiyo tutakuwa tunamuonea tu, kwa sababu hata content zenye ameweka pale, because content ndio inafanya watu warudi kuangalia more videos. Diamond hapa unaona videos zenye amepost so far ni 1.6k plus 1600 plus. Unaona? Na amejoin YouTube in, you can see here, in 2011. Unaona? Let me show you another one. Ukiangalia kwa upande wa Alikiba, maybe pia unaona yeye pia hajapost sana, lakini 458 videos zenye amepost. Kujoin
wacha tuone. Amejoin in 2014, you see. So amejoin in 2014, lakini videos content sio kubwa sana kama Diamond. Harmonize pia ako na content mingi, 1k videos as you can see hapo. Ukiangalia when Harmonize amejoin, utaona amejoin in 2015, which by the way Harmonize na Alikiba amejoin YouTube almost at the same time. Kwa hivyo Diamond alikuwa amepiga 2011. Wakina Kiba wanajoin almost 5 years later, kina Harmonize. But all in all, my point is to see pia judge sana wasanii wetu wa Kenya, because content wameweka pale sio kubwa kama wasanii wengine wa East Africa wenye walikuwa wamejoin na wakafanya a lot more before them. Ukiangalia weekly top artists hapa sasa ndio at least tumefanya kitu. Ukiangalia Bien ame-emerge number 1 kwa weekly top artists, hapa amepita Diamond. So Bien number 1, number 2 ni Diamond, number 3 Alikiba, 4 Vybz Kartel, hivyo Prince Indah, Harmonize number 6 huko. So unaona hapo top 3 at least sasa tumepata the number 1 spot kwa weekly top artists. So tunasema safari bado tunaendelea nayo na tutafika huko. That's what's up. Ili kupata what's trending, what's popping, follow hapa. Na hii imekuwa ni Chill with Ted Agwa hapa tu. Remember to subscribe, follow and share this content for more.